Karibu kwenye The Magnet Podcast. Hii ni Magnet Podcast. Hii ndo ile short session ambayo tunaongelea nukuu au quotation mbalimbali na namna ambavyo zinaweza kubadilisha maisha yako kwa namna moja ama nyingine. Labda nikwambie tu kitu kimoja, kwamba tamaa isiyoweza kudhibitiwa inaweza kukuweka mahali pabaya usipowahi kutarajia, au ina uwezo wa kukuweka mahali pabaya kuliko ulivyotegemea. Tamaa isiyodhibitiwa. Kwa zama takriban zote dunia imekuwa ikishuhudia mambo mbalimbali machafu, mabaya, mambo ya udhalilishaji, unyanyasaji, ukatili na mambo mengi mabaya ya kusikitisha, ya kutia kinyaa, ama yanayoweza kukupa maswali ya kujiuliza. Makundi ya watu mbalimbali wamewahi kufanyiwa vitendo vingi vya aibu na vya kusikitisha, wa kike kwa wa kiume. Hiyo yote ni kutokana na kushindwa kudhibiti tamaa zao kwa namna moja ama nyingine. Tumeshuhudia, dunia imeshuhudia, na wengi wetu ni mashahidi wa matukio ambayo tumewahi kuyaona either live, yani ana kwa ana, au kupitia vyombo vya habari ama mitandao ya kijamii, kwamba mwanaume anafanyiwa vitendo vya kishenzi na wanaume wenzie kwa sababu amefumaniwa. Kwa lugha nyepesi unaweza ukasema kwamba anafanyiwa ushenzi, anaofanyiwa kwa sababu ameshindwa kudhibiti tamaa yake ya kimwili ama ya kingono dhidi ya mke wa mtu au mpenzi wa mtu mwingine. Tunashuhudia madada zetu wakifanya biashara za uchangudoa na vitendo vingine kama hivyo vya kucheza uchi na kadhalika kwenye kumbi za starehe ama kwenye sehemu mbalimbali ambapo si rahisi kuelezea, lakini uhalisia utabaki kuwa uhalisia, kwamba hayo mambo yapo, yanafanyika na yanasikitisha. Hiyo yote ni kwa sababu ya kushindwa kudhibiti tamaa. Uweke mbali masuala ya maskini, kukosa ajira na mambo mengine kama hayo ambayo mengi tunakuwa tunalalamika au tunayalalamikia, lakini jambo kubwa ambalo linatuponza na kutuweka katika nyakati ngumu ambazo hazielezeki ni namna gani tunashindwa kuzidhibiti tamaa zetu, kiasi kwamba zinatupelekea kudhalilika na kuishia kuumia sana, au sometimes hata kupoteza maisha au kuishi kwa aibu kubwa mno ambazo hazielezeki. Leo nitakupa siri moja ambayo ukizingatia inaweza kubadilisha maisha yako kwa namna moja ama nyingine. Mimi binafsi imenibadilisha kwa asilimia kubwa. Siri pekee iliyonipa uwezo wa kudhibiti tamaa zangu zote. Sio kwamba sina tamaa, lakini kila jambo linapaswa kuwa na kiasi na kiwango. Tamaa iwepo ya kutosha kukuhamasisha, tamaa iwe inayotosha kukupa hamasa ya kupambana kwa ajili ya kufikia malengo yako fulani fulani ambayo umejiwekea. Isiwe tamaa iliyokithiri, iliyopitiliza uwezo, iliyopitiliza viwango. Tamaa ambayo inafanya baadhi ya watu wanakuwa na kauli za kusikitisha ama za kustaajabisha, kauli tata. Mfano, mtu akisema kwamba mimi niko tayari kufanya chochote ili niendeshe gari zuri, niko tayari kufanya chochote ili niishi katika mazingira fulani fulani. Angalau basi uweke positivity pale kwenye kutamani kwako. Uko tayari kufanya kitu chochote kizuri au cha halali au chenye mwelekeo mzuri kimaadili na kijamii, ili kuepusha ili wimbi la
la aibu na migongano ya mara kwa mara kwenye jamii kwa sababu ya baadhi ya watu kushindwa kudhibiti tamaa zao. Wengine wanaishia kuwa wezi, wengine wanaishia kufanya vitu vingi vya kwa kifupi ni vya mara nyingi huwa vinaenda kinyume na maadili. Tamaa inapokithiri matokeo yake inakuwa sio mazuri. So mimi nina siri moja ambayo napenda niishare na wewe yeyote ambao nitazama wakati huu, iweze kukusaidia kwa namna ilivyonihamasisha mimi kujifunza namna ya kuweza kuzicontrol tamaa zangu mbalimbali. Nina tamaa zote kama binadamu wa kawaida. Nina vitu vyote ambavyo natamani kuwa navyo kwenye maisha yangu kama binadamu wa kawaida, na mambo mengi ambayo natamani kuyafanya, accomplish kama binadamu wa kawaida. So kama nilivyokuwa nakwambia, siri pekee ambayo imebadilisha maisha yangu, imefanya nione kuna umuhimu wa mimi kujifunza au kulazimika kwa kila namna niweze kujua ni namna gani ninaweza kudhibiti kiwango changu cha tamaa. Natakiwa ujue kwamba narudia, inatakiwa ujue kwamba sio kitu kibaya kuwa na tamaa, lakini ikiwa itakuwa under control. Sababu kama nilivyosema awali, tamaa ni fuel, ni motivation, ni gas inayokusukuma, inayosukuma bidii yako katika kupambania ndoto zako. Unaona, katika kwenye kutekeleza haso zako za hapa na pale ili kujenga maisha yako. Tamaa ni kitu ambacho kinatumika kama fuel pale, kinakupush, kinasaidia. So ni muhimu iwepo, lakini inatakiwa iwe under critical control, kwa sababu tamaa bwana, huwa ina uwezo wa kuzidi kuliko matarajio, na ukija kushtuka too late, tayari ushakwama. Ukija kushtuka tayari kuna vitu ushapoteza. Kuna watu wa muhimu ambao pengine ulipaswa wawe karibu, lakini wameepa kwa sababu waliona your greed is too high. Tamaa yako ni kubwa, you're so greedy. Unaona, una demand sana kuliko unavyoweza kudeliver. Unaona, hiyo yote inatokana na tamaa ikiwa out of control. So jitahidi usiendekeze. Mimi nakwambia siri moja ambayo imenifanya niangalie namna nitakavyoweza kudhibiti tamaa yangu. Hiyo siri sio namna pekee ya kudhibiti viwango vyako vya tamaa, lakini itakuhamasisha kufanya kila namna ili uweze kuangalia kila linalowezekana ni namna gani ufanye ili upunguze tamaa zako ulizokuwa nazo zote. Nukuu moja kutoka kwa bwana mmoja anaitwa John Lennon, kwa Kiingereza ilikuwa inasema living is easy with eyes closed. It's one of my favorite quotation. Ni moja kati ya nukuu zangu pendwa, moja kati ya nukuu bora sana kwenye maisha yangu ambayo nimewahi kukutana nayo kwa kipindi kirefu. Ikanipa maswali, ikanifanya ni waze kinaga ubaga, imenifanya nifikirie kwa kina, kwa nini living is easy with eyes closed? Kuishi ni kwepesi ukifumba macho. Kwa nini kuishi kuna kwepesi ukifumba macho? Well, anapokuambia kuishi ni kwepesi ukifumba macho, akusudii utembea ufanye mambo yako ukiwa umefumba macho ambayo unayatumia kutazamia au kuonea mambo mbalimbali. Living is easy with eyes closed. Kuishi ni kwepesi ukifumba macho. That means angalia kila linalowezekana, vitu vyote unavyoviona na kuvitamani.
visifanye maisha yako kuwa magumu, visikuweke katika nyakati ambazo matokeo yake yatakuwa ni mabaya, visikupelekee kufanya vitu ambavyo mwisho wake ni mbaya, kudhalilika, kudhalilishwa, sometimes hata pia inatokea tamaa yako ina uwezo isikudhalilishe wewe, lakini ikadhalilisha mtu mwingine, ikaua mtu mwingine, ikaharibu maisha ya mtu mwingine. Hicho kiwango chako cha tamaa kikaponza watu wengine kwa sababu ya tamaa yako wewe. It happens, inatokea. So kwenye maisha ndo jinsi ilivyo. Jambo linaweza lisiwe na madhara kwako direct, lakini likadhuru watu wako wa karibu. So kuna umuhimu wa kujifunza kila namna, kila mbinu, ili kuweza kutambua na kudhibiti viwango vyako vya tamaa visivuke kiwango fulani ambacho kinaweza kikapelekea matokeo mabaya. Moja ya nukuu ambayo itakuamsha, itakuweka katika wakati wa kufikiri, itakuweka katika tafakari. Moja katika nukuu ambazo zina mlengo mzuri wa kukufanya uishi bila kujali mambo mazuri yote ambayo yako nje ya uwezo wako, ambayo wewe huwezi kuya-accomplish kwa wakati fulani au kwa wakati huo, yasikupe shida, kwa sababu unaishi ni kama vile huyaoni. Ndio kuishi ni kwepesi ukifumba macho. Unayapuuzia, unayadharau, unayaweka kando, unafanya si sehemu ya maisha yako wewe kuishi kutamani vitu ambavyo huna uwezo navyo. So mimi binafsi tangu 2012 ndio mara yangu ya kwanza nakutana na nukuu inasema living is easy with eyes closed by John Lennon. Ilikuwa ni kwenye application fulani hivi ya simu inaitwa Brilliant Quotes. Nilivyoisoma kwa mara ya kwanza, ikachukua akili yangu na macho yangu, ikanifanya nizame deep kujiuliza anaweza akawa anakusudia au kumaanisha nini John Lennon. Tuache na yeye atakachokuwa amekusudia au alichokimaanisha, lakini mimi naondoka na tafsiri gani kutoka kwenye hii nukuu? Vivyo hivyo wewe leo, mimi nimeisoma nikaielewa nilivyoweza au nilivyopenda, nikaitafsiri nilivyoona mimi inanifaa, inanishibisha, na mimi nimeinukuu, nimekuletea wewe. Ichukue, itafsiri utakavyopenda wewe, lakini mwisho wa siku ikuongoze au ikufungue, ikupe namna nzuri ya kuishi kwenye jamii inayokuzunguka. Uzingatie sana kupotezea mambo yasiyotuhusu, kutokujali vitu ambavyo si vyetu, kushusha viwango vyetu vya tamaa. Itatusaidia sana kwenye namna ya kuishi vizuri na watu wanaotuzunguka. Utaepuka kutamani dada za watu, kaka za watu, shemeji zako. Itakuepusha kuto kutamani shemeji zako, wake wa wenzio au waume wa wenzio, wawifi zako, kwa sababu hivi vitu vyote vimewahi kutokea na vinaendelea kutokea kwenye maisha ya watu. Ni simulizi, lakini pia ni mambo halisi ambayo yapo, yanawatokea watu wengine. Wako watu ambao wamechukuliana mali, wake, waume, ma best friend ambao wameibiana, wamechukuliana, wamechongeana, wakauana. Hiyo yote inatokana kushindwa kudhibiti viwango vya tamaa ambazo tunazo. Maisha ya binadamu siku zote, tamaa ni kiungo ambacho hakikosi kucheza kila mechi ya maisha yako. Sasa jitahidi kiungo hiki cha tamaa kisivuke mstari stahiki, mstari ambao utakuwezesha wewe kupush kwa ajili ya kupambana
ili kutengeneza kesho yako iliyo bora, kwa sababu ukishindwa kudhibiti tamaa yako leo, maana yake unaharibu kesho yako. Peace. That's all for today from the Magnet Podcast.